kubwa sana aliamua kujifanya maskini ili aweze kuwa karibu na mtoto wake ambaye alikuwa amepotea miaka 20 iliyopita, na aweze kugundua kwamba je, kweli ni mtoto wake na ana tabia za aina gani. Kweli alipomfuata huyu kijana akaonyesha ushirikiano wa kumkubali baba yake na kutokumuuliza maswali magumu kwamba kwa nini uliniacha na hatakuwa pamoja. Basi huyu kijana akampeleka baba yake mpaka nyumbani na akaweza kumuonyeshia baba yake kwamba yuko na mtoto wa kike, lakini mke wangu ameweza kunikimbia kwa sababu na maisha magumu, lakini pia mtoto wetu ana tatizo la moyo na sina hata senti ya kuweza kumtibia mtoto wetu. Baba yake akaweza kuumia sana. Sasa wakati baba anataka kuweza kumwambia kijana wake kwamba usijali, mimi ni tajiri mkubwa, kijana wake akadakia na kuweza kumwambia kwamba siku inayofuata yeye ataenda kazini, lakini pia anamkaribisha aweze kwenda pamoja ili aweze kumtafutia kibarua na yeye aweze kupata chochote kitu. Baba ikabidi akubali ili aweze kuona namna ambavyo mtoto wake anafanya kazi. Basi wakaenda mpaka eneo la kazi pamoja, huku kijana akiwa hajui kwamba baba yake ni tajiri mkubwa sana. Wakafika pale na kijana kama kawaida, huko kwenye viwanda unatakiwa uweze kuonga pesa ili uweze kupata kazi. Lakini sasa huyu baba baada ya kuweza kuona kile kitendo cha mtoto wake kutoa pesa ili yeye aweze kupewa kazi, akalopoka pale, kitu ambacho kikamfanya yule jamaa ambaye ndo anasimamia pale kazi za ujenzi aweze kukataa zile pesa na kuweza kudai kiasi kubwa zaidi cha pesa, ambapo kijana ikabidi aweze kumbembeleza huyu mwamba ambaye ndo mtoa kazi ili aweze kumsamehe baba yake. Sasa wakati yeye akiendelea, tajiri ambaye anamiliki ule mradi wa ujenzi pale akawa amefika, ikabidi wafanyakazi wote waweze kusanyika pale. Huyu kijana anajeuri sana, na kumbe mke wa huyu mshikaji ndo alikuwa amechukuliwa na huyu bosi. Basi jamaa alivyoweza kumuona mke wake hakuweza kujizuia, ikabidi aweze kumfuata, lakini mke wake akamkataa kana kwamba alikuwa amfahamu kabisa. Wakati huo tajiri akawa amefika pale na kijana ikabidi aweze kumuomba yule kijana ambaye ni tajiri ambaye ndo bosi wa pale kwamba hajapata mshahara, lakini yule kijana akachukia sana, akaona kana kwamba ameweza kudhalilishwa mbele ya wafanyakazi wake, na hivyo akasema sijakulipa mshahara kwa sababu mashine ambayo ipo chini ya kisima haifanyi kazi. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye ataweza kwenda kuirekebisha, basi mimi nitaweza kumlipa pesa yake ambayo anadai, lakini pia nitampa kiasi kingine cha ziada zaidi, kitu ambacho kikamfanya huyu kijana aweze kushawishika. Akiangalia ndo hivyo baba yake ameweza kwenda tena pale kwake na hana chochote, lakini pia binti yake alikuwa akihitaji pesa nyingi sana ili aweze kutibiwa tatizo la moyo, na hivyo huyu kijana akajitokeza pale kwa bosi na kumwambia kwamba yeye ataweza kudumbukia ndani ya kisima, lakini ule ulikuwa ni mpango tu ambao huyu bosi alitaka huyu kijana aweze kuingia kule chini ya kisima ili aumie na ikiwezekana afe, na baba yake akawa akimzuia kwamba asiende. Lakini pia hata mke wake ambaye amemsaliti na kuweza kutoka na huyu bosi akawa pia anaogopa kwamba mzazi mwenzake anaweza akafa, lakini kijana akaweza kufunga kamba na kuweza kudumbukia ndani ya kisima, lakini kumbe ile kamba ambayo alikuwa amejifunga yule msimamizi wa kazi alikuwa hajaifunga kokote, na kijana akawa amedumbukia ndani ya kisima, na kwa hivyo anaweza akafa kwa sababu hakuwa na kamba ambayo ilikuwa ikimshikilia. Lakini katika hali ambayo sio ya kutarajia, yule kijana akawa ameweza kutengeneza ile mashine kule ndani ya kisima na akaweza kurudi tena juu, lakini ule bosi akachukia kwa sababu aliona kile ambacho amekitegemea kitokea hakijatokea. Kwa hivyo akaanza kumpiga yule kijana, na yule baba ambaye ni tajiri lakini amejifanya maskini ikabidi aweze sasa kuwapigia simu walinzi wake, lakini pia pamoja na uongozi wake wa kampuni. Sasa huyu bosi baada ya kuweza kumpiga huyu kijana maskini akampiga pia na huyu mwanamke ambaye yuko naye, kwa sababu aligundua kwamba kumbe huyu mwanamke alikuwa ni mke wa huyu mshikaji. Kwa hivyo akaona litakuwa ni dili tu ambalo mshikaji amelipanga ili waweze kupata pesa kutoka kwake. Wakati huo walinzi wa mzee ambaye ni tajiri lakini kajifanya maskini ili kijana wake asimfahamu wakawa wamefika pale na kuweza kuwakamata wale washikaji wote pale ambao walikuwa wanajifanya wao ni matajiri alafu wanaonea watu, na akaagiza kisirisiri kwamba binti wa huyu mtoto wake aweze kwenda kutibiwa, lakini hakuwa amemwambia kijana wake moja kwa moja kwamba yeye ni tajiri. Okay, so mimi utaratibu wangu ni ule ule, nikiona watu wengi mmeweza kutazama hii movie na mmeweza kuiulizia kwamba jina lake ni lipi, lakini pia kama mnaitaka full utaweza kuniambia kwenye comment na mimi nitaweza kuletea hii story full kabisa hapa hapa kupitia Fivi Plus YouTube channel. Sema tu kwa sasa, thank you.